Huyu mtu alinunua mfumo wako wa elimu. Hakuujenga, aliununua. Na akaandika kwa usahihi kabisa kile ambacho unaruhusiwa na kile ambacho hutawahi kuruhusiwa kujifunza. Anaitwa John D. Rockefeller. Na waraka alioandika mwaka 1903 ndio bado unaongoza darasa lako mpaka leo hii. Umeenda shule kwa miaka 12, lakini hakuna mwalimu hata mmoja aliyewahi kukutajia jina la huyu mzee. Hiyo haikuwa bahati mbaya. Kwenye kilele chake, Rockefeller alimiliki 90% ya mafuta yote Marekani. Huyu mzee alielewa kitu kimoja kuliko binadamu yeyote: ukimiliki vyanzo, unamiliki dunia. Alimiliki mafuta, kisha akaamua kumiliki namna wewe unavyofikiri. Rockefeller akaunda General Education Board, akakimwagia dola milioni 180 za mfukoni mwake. Na lengo kuu, sikiliza vizuri maneno ya mshauri wake mwenyewe: hatutajaribu kuwafanya hawa watu wawe wafikiriaji. Hatuko hapa kutengeneza waandishi, waalimu au watu wa elimu ya juu. Waliandika kabisa, hawakuwa wanajificha. Walisema, tunataka kuwafundisha watoto wafanye kile ambacho baba zao na mama zao wanakifanya sasa hivi. Tafsiri yake ni rahisi: wazazi wako walikuwa vibarua, tunataka na wewe uwe kibarua milele. Lakini Rockefeller hakuishia hapo. Aliamua kubadilisha namna unavyojitibu. Alifunga vyuo vyote vilivyofundisha tiba za asili na mitishamba, tiba za mababu zetu. Aliziita ushirikina. Akabakiza vyuo vinavyofundisha dawa za kemikali pekee. Unajua kemikali hizo zinatoka wapi? Kwenye mafuta. Na nani alikuwa anamiliki mafuta yote? Rockefeller. Alitengeneza ugonjwa, kisha akakuuzia dawa aliyotengeneza yeye mwenyewe. Genius, au sio? Mfumo huu The British ukaja Afrika Empire miaka brings 1920. civilization to the world. Mfundishe Mwafrika kwamba dawa za bibi yake ni uchawi, lakini vidonge vyangu ni sayansi. Mfundishe kwamba mafanikio ni kumwajiriwa na mtu mwingine. Kwa miaka 100 sasa, shule zetu zimekuwa zikizalisha kile kile alichoagiza Rockefeller. Sio wafikiriaji, bali wafanyakazi. Serikali ya kikoloni iliondoka, lakini darasa la kikoloni lilibaki. Sikiliza, wewe hakufeli shule. Shule ndio ilitengenezwa kutokukukuza kikamilifu. Kila mara unapohisi maarifa yako ya asili ni duni kuliko kile kilichoandikwa kwenye kitabu cha kidaa, huyo ni Rockefeller bado anajaribu kukuongoza, lakini sasa ushamstukia. Follow, kwa sababu video inayofuata nitakuonyesha ni nchi gani za Afrika ambazo zimeanza